السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أما بعد، عن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله ما لي أراك تصوم من شهر ما تصوم في شعبان؟ قال: ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب وشعبان، ترفع الأعمال فيه إلى الله، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم، أو كما قال. الحمد لله، shukrani ni zake Allah subhanahu wa ta'ala. Mola wetu anastahili kushukuriwa kutupa afya na uzima tukaweza kuhudhuria kutekeleza ibada hii tukufu ya salati aljumaa. Sio hodari wetu wala maarifa yetu wala ujanja wetu, bali ni taufik kutoka kwake Allah subhanahu wa ta'ala. Wako wengi na wengi waliojiandaa, waliokusudia, walioazimia wahudhurie katika ibada hii tukufu, walakin hawakuafikiwa. Umetokewa na asbabi mbalimbali, imebidi wengine wasafiri, imebidi wengine waende hospitali, wengine wamefiliwa, hawakuweza kupata fursa kama hii. Mimi na wewe tuliopata tuseme alhamdulillah. Ikhwa ala majid, miongoni mwa mambo mazuri, miongoni mwa neema za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala juu yetu ni kutufikisha katika mwezi huu wa Shaaban. Mwezi wa Shaaban ni mwezi ambao kwamba una fadhila zake nyingi kabisa katika Uislamu. Mwezi wa Shaabani hauko katika al-ashhurul hurum, katika miezi minne mitakatifu, lakini shahru Shaaban ulama watuambia ni shahru nabii Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ni mwezi wa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mtume alikuwa akiupenda mwezi wa Shaaban mpaka kuna hadithi iliyopokewa, hata kama katika sanadi yake kuna dhofi, lakini hutumika katika fadhail amali, akisema Shaabanu shahri, Shaabani ni mwezi wangu mimi. Kwa nini ainasibishe kwake? Kwa sababu ya mazuri aliyopata katika Shaabani. Katika mwezi wa Shaabani kumepatikana aya inayoonyesha fadhila ya kumswalia mtume sallallahu alaihi wasallam, nayo ni inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi, imeshuka katika mwezi wa Shaaban. Katika mwezi wa Shaaban kulikuwa na jambo mtume analitaka kwa siku nyingi, na ni kuelekezwa qibla ya almasjidul haram, baada ya mayahudi kumkosoa na kuonyesha kwamba ikiwa wewe Muhammad umekhalifu dini yetu, mbona waelekea kibla chetu? Jambo hili kala mkera sana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katika mwezi wa Shaabani Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akamwambia fawalli wajhaka shatra almasjidil haram. Katika mwezi wa Shaabani Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema kuna usiku ambao kwamba wenye fadhila kubwa kabisa, amali za mwaka mzima zarufaishwa kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo Mtume sallallahu alaihi wasallam yeye mwenyewe tutamwangalia hali yake katika mwezi wa Shaabani, na amali gani alikuwa akifanya wingi katika mwezi wa Shaabani.
Na alipoulizwa kwa nini wafanya amali nyingi katika mwezi wa Shaaban, alijibu nini Mtume sallallahu alaihi wasallam? Mtume sallallahu alaihi wasallam katika mwezi wa Shaabani alikuwa yukthiru siyama, akikithirisha siyam katika mwezi wa Shaabani. Hadithi iliyopokewa na Bibi Aisha asema, lam yasum an-nabiy sallallahu alaihi wasallam shahran kamilan illa Ramadan bal kana yukthiru as-siyama fi Sha'ban wa kana yasumu Sha'bana kullahu au yasumu Sha'bana illa qalilan. Sayyidatuna Aisha sema, katika mwezi ambao Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama alikuwa akipenda sana kufunga ni mwezi wa Shaaban. Akasema Bibi Aisha, sijawahi kumwona Mtume amefunga mwezi mzima katika miezi mingine ila mwezi wa Ramadhani peke yake, lakini mwezi wa Shaaban alikuwa akifunga siku nyingi. Kisha akasema tena, bali alikuwa akifunga mwezi mzima wa Shaaban. Na katika riwaya tatu akasema alikuwa akifunga mwezi wa Shaabani isipokuwa siku chache. Siku nyingi alikuwa akifunga ila siku chache. Ndipo ulama wakasema, kwa wale ambao kwamba wataka kuifunga Shaabani yote wanaweza kufunga, kwa sababu kuna riwaya Mtume alifunga Shaabani yote, ama alifunga Shaabani siku nyingi ila siku chache. Ndo wale waja ambao kwamba ni wema, utawaona Rajabu wanaifunga yote, Shaabani wanaifunga yote, wanakamilisha na mwezi wa Shaabani. Yote nini? Ni kujiweka karibu na nani? Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na hivi ndivyo ninavyotakana. Mbio zangu na mbio zako zote zitamalizikia hapa ala wajhi al-ardh. Wakati malakul mauti atakapokufikia, basi hakuna kitakacho kukusaidia illa man ata Allaha biqalbin salim, ila atakayekwenda kwa Mwenyezi Mungu ili hali ya kwamba moyo wake ni msafi, amali zake ni safi, matendo yake ni safi. Kwa hivyo hali ya Mtume unapoingia mwezi wa Shaaban alikuwa akijilazimisha sana na ibadati siyam, akifunga siku nyingi, ama akifunga mwezi wote wa Shaabani, kama kuonyesha kwamba mbele yangu kuna mwezi mkubwa zaidi ambao unakuja. Sasa lazima niwe nimekuwa tayari kuupokea ule mwezi kwa hali ya juu kabisa. Bali Sayyidina Usama ibn Zaid alimuona Mtume sallallahu alaihi wasallam akifunga sana mwezi wa Shaaban, akamuuliza, ya Rasulullah, lam araka tasumu min shahrin ma tasumu min Shaaban. Ya Rasulullah, sijawahi kukuonako ukifunga katika mwezi mwingine kwa wingi kama unavyofunga mwezi wa Shaaban. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamfahamisha kwa nini Shaaban anaifunga sana. Asema, dhaka shahrun yakfulu an-nas wan, Shaabani ni mwezi watu wengi wameghafilika na wamerelax. Baina Rajabin wa Ramadhan, Shaaban ni mwezi uko kati ya Rajab na Shaaban. Turfa'u al-a'malu fihi ila Allah, amali za mwaka mzima hurufaishwa katika mwezi wa Shaabani, zikapelekwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ziwekwe fi lawhi mahfudh. Fa uhibbu an yurfa'a amali wa ana saimun,
mimi napenda amali zangu zitakapokuwa za rufaishwa kupelekwa mbinguni kwa Allah subhanahu wa ta'ala, zimepigwa sili ya saumu, ionekane kwamba sili iliyofungwa juu ni saumu. Ina maana kwamba mema ni mengi na sili yake ni saumu. Kipandisho mbele ya Mwenyezi Mungu iwe sili yake ni saumu. Mtume alizungumza neno hapa kumwambia sahaba wake Usama ibn Zaid, dhaka shahrun yaghfulu an-nas wanu, mwezi wa Shaabani watu wengi wana relax, wanaghafilika. Kughafilika hapa na mambo ya kujikurubisha kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Katika Rajab watu wanajitahidi katika amali, mwenye kufunga, mwenye kutoa sadaka, mwenye kufanya qiyamul layl. Unapoingia Shaabani, kwa tulizoona Shaabani ni mwezi wa kawaida kama miezi mingine ya ambayo kwamba yuko katika miezi mitukufu. Kwa hivyo mtu ona amali na mambo mazuri katika Shaabani sasa na miezi mingine. Kwa hivyo wana relax, wanawacha kufunga, wanawacha kusoma Qur'ani, wanawacha qiyamul layl. Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallama akaja na sura tofauti kwamba mambo si hivyo. Katika Shaabani sasa ndio takatukazane. Ikiwa katika Rajabu umefunga wiki moja, Shaabani funga wiki mbili. Ikiwa katika Rajabu umefunga wiki mbili, Shaabani ifunge yote. Muige Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yaghfulu an-nas, watu wameghafilika. Mtu aliyoghafilika ni mtu ambaye kwamba amewacha majukumu yake, ni mtu ambaye kwamba amesahau mambo ambayo kwamba yenye kumkurubisha kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, sabaqa al-mufarridun, wamekwisha kutangulia watu ambao kwamba waitwa al-mufarridun. Faqila wa mal mufarriduna ya Rasulullah, kina nani hao al-mufarridun? Akasema adh-dhakiruna Allah kathiran wadh-dhakirat. Al-mufarridun ni wale waja ambao muda wao mwingi wanamtaja Allah subhanahu wa ta'ala, katika wanaume katika wanawake. Hawakuingia katika nani? Al-ghafilun. So al-ghafilun, wewe mwenyewe jiangalie namna gani hali yako katika mwezi wa Rajab, namna gani hali yako miezi ya nyuma, na vipi Shaabani ilivyoingia. Rajab hapo tukosikia tusa Rajab umeingia, Rajab. Shaabani kimya. Kwa sababu nini? Watu wanaghafilika. Kughafilika huko ina maana sheitani anapata nafasi ya kuingia, na mtu anayeghafilika ni mtu mbaya kabisa. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuambia katika Al-Qur'anul Karim, walaqad dhara'na li jahannama kathiran min al-jinni wal-ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adallu ulaika humul ghafilun. Al-ghafla ni hii aliyoeleza Mwenyezi Mungu ndani ya Al-Qur'anul Karim. Tumeuumba moto wa Jahannam na tumeuandaa moto wa Jahannam. walaqad dharana li jahannama kathiran min aljinni wal insi, watakaoingia katika moto ni wanadamu wengi na majini wengi wataingia motoni. Kwa nini waingie motoni? Lahum qulubun la yafqahuna biha, wana mioyo, wana akili, lakini akili zao haziwasaidii kwa kupeleka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. La yafqahuna biha, hawajikurubishi kwa Mwenyezi Mungu kupitia kwenye akili zao. Walahum ayunun la yubsiruna, wana macho lakini hawaoni ile njia na mambo anayotaka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walahum adhanun la yasmauna biha, wana masikio lakini hawapendi kusikiza maneno ya Mwenyezi Mungu.
mawaidha, madarsa, Qur'ani, nini hawataki kusikiza. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akataja ulaika kal an'am, hawa waja ambao wana mioyo haiwasaidii kuwapeleka kwa Mwenyezi Mungu, wana akili haiwaongozi kwa Mwenyezi Mungu, wana masikizi haiwasikizishi maneno ya Mwenyezi Mungu, wana macho haiwaongozi katika njia ya Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu asema ulaika kal an'am, hawa ni sawa na mbuzi na ng'ombe. Maneno mazito. Vipi Mwenyezi Mungu akufanisha wewe na mbuzi na ng'ombe? Kwa sababu mbuzi ndio mnyama ambaye kwamba hana akili. Wanyama mbuzi, kondoo na wanyama wengine mwituni hawana akili. Akiinuka afikiria kula, afikiria starehe zake za mwili, kwisha. Hana mambo ya ibada, hana mambo ya kushukuru, hana mambo kama hayo. Kwa hivyo wewe ambaye kwamba na wewe unaishi ukawa huna wakati wa kujikurubisha kwa Mwenyezi Mungu, kuanzia asubuhi mpaka jioni, kuanzia jioni mpaka asubuhi, umefanya amali gani ya kukupeleka kwa Mwenyezi Mungu? Hakuna. Ulaika kal an'ami, hawa ni sawa na hawa wanyama. Bal hum adallu, bali wao mpotea zaidi. Afadhali wale wanyama mtawafanya kitoweo mtakula, wewe mwanadamu utamla? Huwezi kumla. Ulaika kal an'am, ni sawa na wanyama. Bal hum adallu, bali wao wamepotea zaidi, wao ni wabaya zaidi. Yani lau itasairishwa mbele ya Mwenyezi Mungu huyu mwanadamu ambaye amemsahau Allah, huyu mwanadamu ambaye hamtaji Allah, huyu mwanadamu ambaye yuko mbali na Allah, mbele ya Mwenyezi Mungu mnyama, mbuzi, kondoo ni bora kuliko mwanadamu kama huyu. Kwa sababu gani? Ulaika humul ghafilun, hameghafilika, yani wamesahau kabisa yale majukumu walioumbwa. Wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, wamesahau. Ndio Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika surati al-Hashr akatuambia ya ayyuhalladhina amanu taqullah waltanzur nafsun ma qaddamat lighadin wattaqullah inna Allah khabirun bima ta'malun wala takunu kalladhina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Enyi ambao mmemwamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, nafsi iangalie, kila moja ajiangalie, ma qaddamat, madha qaddamat, nimeandaa nini siku ya Kiyama, nimeandaa nini baada ya mauti. Kila moja hapa afikirie dakika moja, ajiulize, lao malakul mauti aitoa roho yangu sasa hivi, nitakwenda kwa Mwenyezi Mungu kwa hali gani? Angalia swala zako, angalia saumu zako, angalia sadakati zako, angalia mema yako, yaangalie. Utakaposimamishwa mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, uulize swala zako, mbona zilikuwa hivi? Sadakati zako, mbona zilikuwa hivyo? Angalia mabaya yako, angalia madhambi yako, angalia maasi yako. Waltanzur nafsun ma qaddamat lighadin, umetanguliza nini mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala? Kwa nini uwe katika al-ghafilun? Wattaqullah, muogopeni Allah. Saa zote uwe wafikiria Allah, saa zote umkumbuke Allah, saa zote ujue kwamba super power ni Allah peke yake, hakuna mwingine. Wale ubakia wengine wote ni kudanganya toto, lakini ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hakuna kiumbe aliyotisha duniani kama Firaun. Firaun alikuwa ni adui mkubwa kabisa, na alitetea ufalme wake kwa kiasi kikubwa kabisa, Firaun laanatullah alayhi. Lakini angalia kufa kwake kulichukua sekondi ngapi?
kufa kwake yeye na majeshi yake aliyokuwa nayo ilichukua dakika ngapi? Alizamishwa kwenye ardhi kwisha. Mwingine ni Namrudh. Namrudh alimsumbua sana Nabii Allah Ibrahim mpaka akijiita mimi ndiye Mungu. Mwenyezi Mungu akampelekea nzi ama ni umbu, ikaingia mpaka kwenye utosi hapo, ikasa zote apigwa rungu. Mungu apigwa rungu, Mungu apigwa. Na wakati ulipofika ile rungu ikaongezwa, amekufulia mbali. Nani hapa duniani tunapoona kila mmoja azungumza, bana mwangalie Donald Trump, Donald Trump, kila mmoja Trump, Trump, Trump ni super power, mwangalie alivyomsika sijui Maduro na nini, kila mmoja muogopa Trump akisema. Angalia yule mama aliyoko pale pale Amerika anamjibisha na kumwambia uwezi kunitoa hapa Amerika, mimi ni citizen, mimi ni mwenyeji hapa Amerika, uwezi kunifanya jambo lolote kama ni rais, mimi nina haki zangu na rais. Anajibishwa na mwanamke. Na juzi ametishwa kidogo, asema mimi nikiguswa hapa, nyinyi wa Irani mkiniua, nitaifuta Irani ala waji ardhi, nitaifuta nchi ya Irani juu ya ardhi. Wewe ni rais super power, watishwa na Irani wewe? Sulikuwa usema utamshika Ayatollah Khamenei, lakini imebadilika. Ondoeni vimanuari zetu, ondoeni, songezeni mbali kabisa, msimpige sasa. Sasa sema nikiguswa mimi tutaifuta Irani. Kama wewe ni super power, kwa nini uguswe? Mbona una wasiwasi? Mbona una hofu? Anayefaa kuogopewa kwa hakika ni Allah, kwa sababu huna namna ila utarudi kwake Allah. Ndio Mwenyezi Mungu akuuliza utarudi kwa hali gani? Utarudi na amali gani? Waltanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullah inna Allah khabir mata wala takunu wala musiwaige kalladhina nasullah, mukawa kama Mayahudi na Manasara hawamjui Mwenyezi Mungu. Yahudi na Manasara hawamjui Allah, na hawa Amerika hawamjui Allah. Kazi yao ni kumuasi Allah, dhulma ndo yao, kudhulumu ni kwao, kuwa ni kwao, hawajali. La takunu kalladhina nasullah faansahum anfusahum, Mwenyezi Mungu akawasahauzisha, hawajijui, hawatambui. Wao wanakwenda tu, akiona kwamba hapa nafaa kuiba nitaiba, hapa nitakunyang'anya nitanyang'anya, hapa nitaua niue, hapa nitadhulumu ni dhulumi. Nasullah faansahum anfusahum, wamejisahauzisha, wamejisahau kwamba kuna siku watarudi kwa Allah, hawajui. Mwenyezi Mungu asema tusiwaige wala tusione kwamba ni mfano mzuri. Ulaika humul fasiqun, hawa ni watu waovu. Usimchukue mtu mbaya, usimchukue mtu mwenye amasia, usimchukue mtu mwenye madhambi ukamfanya ni role model katika maisha yako. Mtu anayeua ndio mfanya role model kwa kweli. Mtu ambaye kwamba ananyanyasa unamchukua ni role model kwa kweli. Mtu ambaye ni mzinifu umchukue ni role model kwa kweli. Ulaika humul fasiqun la yastawi ashabun nari wa ashabul janna, wale waja wema watakaoingia peponi hawafanani kabisa, hawalingani kabisa na wale watu watakaoingia motoni. Wewe ukiwa ni mwema, hakikisha mambo yako saa zote ni mema, mambo yako saa zote ni mema. Ya ayyuhalladhina amanu la yadhurrukum man dhalla idha hatadaytum, asiwadhuru mtu aliyopotea kwa wewe umeongoka. Wewe una imani, sema alhamdulillah. Kwa nini unamtamani mtu kafiri na mambo yako kafiri? La samaha Allah. Tumwombe Mwenyezi Mungu atujalie katika mwezi huu wa Shaaban ambao watu wengi wameghafilika, watu wengi wamesahau ibadat, watu wengi hawasomi Qur'an, watu wengi hawaleti dhikri,
watu wengi hawana qiyamul layl. Atujalie sisi tuwe katika waja wake wema, tuwe ni katika wale wenye kusoma Qur'an, tuwe ni katika wale wenye kufunga, tuwe katika wale ambao wenye kuinuka usiku, tuwe katika wale wenye kuzidisha ibada, tuwe katika wale ambao kwamba tumejiweka tayari kuupokea mwezi mtukufu wa Ramadhani. Ramadhani ikifika, tumeshakuwa tayari katika salawat, tumekuwa tayari bitilawati alquran, tumekuwa tayari katika dhikrullah, tumekuwa tayari katika sadaqat, tumekuwa tayari katika almuqarrabun almufarradun adh-dhakirun Allah kathiran wadh-dhakirat. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.